Pangani appetizer ni pilipili nzuri kwa chakula chako. Kila chakula usile mkavu, tumia Pangani appetizer. Hii pilipili mtoto, mkubwa, mzee, kijana, wamalika zote wanaweza kutumia, maana haiwashi sana, size ya kawaida, ina ndimu fulani ambayo inakupa hamu ya kuendelea kula kila siku. Usishangae chupa ni kubwa, kuna chupa tofauti, kuna ndogo, kuna kubwa. Kama hii ni wewe tu na oda yako. Nataka kupata pilipili hii ya Pangani appetizer, wasiliana nasi kupitia namba 0713411444. Pangani appetizer, kufurahia chakula chako. Naeli huyo. Karibu. Asante. Karibu. Mahaba, kwema. Sasa kitu za nyumbani. Aha, karibu. Mwana! Mletee kiti mgeni. Karibu. Asante. Niambie. Utokako? Mimi nitakapo. Yuko na mbona kabisa. Yaani bwana hata ulipokuja yani. Hapa tunajua maisha sasa hivi yalivyo. Najua ni magumu. Yaani nimeona jamani, hatuna misingi, hatuna chochote. Tunaishi mjini hapa. Kuliko twende kwenye kausha damu yani tupambane nao wakazi gani. Kwa hiyo nikatembea zangu nikakutana na yule anaitwa Chausiku. Anaona sasa hivi maisha magumu. Kwa hiyo kama maisha magumu wafanyaje? Misingi hakuna. Tufanye nini? Tuanzishe kikundi kinaitwa Kikoba. Wazo zuri. Hata mimi hapo nakuunga mkono 100%. Hapo umefanya vizuri kabisa, maana tukiangalia sisi hali ya hivyo kwa ngumu sasa hivi. Ada za watoto ndio hizo zinakuja. Hata tujui tunafanyaje. Kwanza watu wenyewe hapo kwanza. Ndio tunahamasisha kama hivi. Na wewe ukiwemo mtu. Cha msingi tu kusona babaifu, maana mimi vitu kama hivi navijua. Tunaanza vizuri kwa ushirikiano, kwa kuaminiana. Tunafika huko mbele, kila mtu anaingia kona yake. Wewe unaingia huko, unatokea huko, unaingia huko, unatokea. Mwisho wa siku vinafia vya pakufia, hela zipo hatueleweki. Huku kwetu kumenoga, tawa muungano, usivamie vikoba, tawa muungano, utokotwa kama boga, tawa muungano, natamani kuwa loga. Uaminifu mimi nataka. Katika ile uaminifu tu, kama uaminifu, mimi niko tayari hata leo vianze tu. Maana kwa hii hali, vianze tu kwa kweli. Ila uhakika ndugu yangu. Kwenye hela tena, uhakika upo, uhakika muhimu. Yaani tunawatafuta watu wa uhakika, wenye misimamo yao. Sio tunachukua tu ovyo ovyo. Tunaachana na kausha damu, bye bye. Mambo lele. Halo, tunataka kwenye kupenda hela wewe. Halo. Ama nikataela sasa hivi mwanangu. Basi ndio hicho tulichokuitia. Mambo yaende. Basi sawa, hata mimi nilikuwa naelekea hapo. Hata niendelea safari zangu, nitakuja baadaye tuongee vizuri mengine. Basi sawa, tukiwa tayari mimi nitakujulisha kwamba wapi tunakutana. Basi acha mimi niende dada. Limelia la mgambo. Kiona mtu analia kuna jambo. Huku kwetu kumenoga, tawa muungano, usivamie vikoba, tawa muungano, utokotwa kama boga, tawa muungano, natamani kuwa loga. Rahma yupo. Rahma. Karibu bwana. Asante. Haya. Karibu shoga. Asante. Karibu. Nani? Mimi nafika tu mambo nataka niongee na wewe tu niondoke. Karibu. Asante. Za uko kutoka. Salama tusijue shoga. Safi. Mimi mume wangu ushaongea naye kakubali kwa moyo wote kabisa.
Hapo sasa moyo wangu umekaa vizuri saizi. Yaani nilihofia ndio hata kubali. Mwenzangu, maana lazima tupambane na kikoba, maana bila hivyo mikopo itatusumbua. Ni kweli. Kuanzia sasa hivi muda wote tuende kwa huyo mtu. Kama mume wangu haelewi kabisa. Haelewi. Yaani we. Haina neno. Ni wewe tu. Haya. Vipi sasa mambo mengine? Mambo mengine mambo gani ndugu yangu? Hamna cha mambo yote. Bali utungojelee tu tuende kule kikoba. Dameli, niambie, naona leo una habari mpya leo. Yaani leo nina habari mpya na nzuri za kukufurahisha. Habari gani tena hizo? Unaona ushaki mambo wewe. Habari gani hiyo? Unaniambia nitafute sehemu watu wanacheza mchezo. Sasa niachana na michezo, sasa kuna vikoba. Habari mpya hiyo. Habari mpya hiyo mjini sasa hivi. Hebu niambie hiyo, inaendaje hiyo? Maana surprise ni. Yaani vikoba hivyo, uniwe hela yako unaweka mwenyewe, unaiwekeza, ukitaka kukopa unakopa, unairudisha, ikifika mwisho mwaka ukivunja unapata hela yako nyingine. Yaani hapa nimetoka kwa Dabonge kunipa hizo taarifa. Nikasema kwa nini sikuletee? Yaani ni wewe tu mwenyewe. Hadi mikopo ipo? Hadi mikopo ipo, ninapokuambia. Basi yani Dameli leo umenifurahisha. Unapanda kama pesa zako 5, 10, 15, 20 wewe tu na uwezo wako. Sasa hapo kila wiki inakuwa shilingi ngapi? Kwa sasa sijajua Isa watakuwa shilingi ngapi. Lakini sana sana Isa kuanzia 5,000 kuendelea. Kwa hiyo mwenyewe unaangalia nipande pesa zangu ngapi. Unapanda kifika sehemu nimekwama sehemu fulani, subiri nikope hela yangu, unakopa. Ukishakopa hela yako mwenyewe unaenda unafanya jambo lako unalotaka, unarudisha kidogo kidogo, tena hausumbuliwi. Sijui si vigari vigoma nini, wajafuata medeni ya waka, unarudisha mwenyewe taratibu. Ukitoka hapo mwisho wa mwaka ukivunja, unapata hela yako nyingine ya kuendeleza na maisha. Sasa nitaka kujiunga kwenye hiyo mchezo, unafanyaje sasa? Tulia. Shoga yangu, nimekuja kusikiliza huo wito. Karibu ndugu yangu, nimekuita kwa sababu ya ile jambo letu la vikoba lile. Yaani nimeshawaambia kina Meli, nimemwambia cha upepo, yaani mambo yote ni safi kabisa, wamekubali. Yaani bila chenga. Jambo limetiki vile. Nimemwambia cha upepo, nimemwambia Meli, yaani bali kabisa yani. Kwa hiyo wewe ukaambia wakina nani wale, wakina Zawadi, wakina Alex. Sawa, Mimi nitaenda kuambia muda huu leo hii na saa hii. Yaani nisikupeshe hata dakika. Wewe bwana, Kama unavyonijua. Yaani Mimi ndo sterlingi. Limeisha hilo. Sio swala, limeisha. Unaingia hivi karibuni. Yaani sasa hivi tunatafuta watu sasa, kikoba kijajea watu, tunajua hela ziwe nyingi. Hata ukivunja unasema na hela yangu hii hapa hii. Ukisema unakopa hela hii hapa ya maana. Kwa hiyo tulia. Watu kishajaa vizuri, mimi nakuletea mlolongo mzima hadi kikao cha kwanza tutakaa wapi nitakwambia. Wewe usijali. Wewe sikilizia kwangu tu. Ila sawa. Sasa kuna swali moja ambalo linasumbua. Unajua katika mambo haya nimesikia sana mambo, watu wengi wamezulumiwa. Unaona? Sasa nikishaanza kuingia kwenye mchezo, je, hela yangu itakuwa salama? Mimi siwezi kupotosha wewe hata kidogo. Sehemu yani ninapokupeleka ni uhakika. Kwa sababu gani? Vikoba hela ikishakusanywa, mtu anakopeshwa anaondoka na hela yake. Pale hela haibaki. Na kama ikiwa nyingi zaidi tunapeleka zetu benki. Benki nani ataenda kuvunja benki akaibe? Hamna mwizi, chuma ulete, hamna chochote kule. Mpaka jitolewe ni ngumu, watu mpa viongozi karibia 5 6 ni ngumu mpaka mtu aje kutoa. Kwa hiyo yani hela pale ni uhakika na ni uaminifu. Ase, umenifurahisha sana sasa Dameli. Basi nimependa habari. Sasa utanijulisha basi data, ukishapata data kamili au sio? Basi usijali, ondoa shaka. Mimi acha niende. Basi poa. Sawa basi. Haya. Poa. nimetiki. Naomba niambie siku itakuwa siku gani? Na hiyo siku yenyewe tupange Ijumaa, ndio itakuwa nzuri sasa. Shoga yangu hapo. Nakwambia hapo mfurahisha kwa sababu sina sehemu yoyote ya kwenda siku ya Ijumaa. Wewe. Na muda wa kutosha. Mambo ya hela tena, mambo ya haya. Umo Ijumaa. Kwa hiyo sasa wewe utaenda kuongea na kina Alexi, wakina Zawadi, unamalizana nao wewe. Mimi nitawapigia simu Meli na kile cha upepo, waambie majani zao Ijumaa.
saa 9 hapa. Tukutane kwanza hapa tuchague kama uongozi, ndio tutajua tutakaa wapi akipatikana hapo kiongozi. Yaani hapa yenyewe nikitoka nenda kuwafuata kina Zawadi wakina Alex wote. Leo hii haivuki wala nini. Yaani hapo sipitishi. Wao nikiongea tu kauli. Wao wanasubiria muda. Sasa kuanzia muda, siku, dakika naenda kuambia. Wale wenyewe wanasikilizia simu tu au nikwambie fulani. Anajua siku fulani. Wewe. Unavyonijua mimi. Basi mimi nilikuitia tu hilo. Basi. Haya sawa, ngoja mimi niende. Haya kweli. Haya, asante, karibu. Haya, asante. Mwanangu vipi? Mbona furaha sana? Tayari nini huko? Mwanangu na zambale. Hamna. Msichana yule hapo mrembo ujue. Siku ya pili sasa nakuona naye pale unaongea si unaongea naye nini mimi sielewi. Unajua mtu ukishakaa vile unavizia najua ndio hivyo tena. Yule pale rafiki yangu. Yaani rafiki yangu ujue sinakumbuka jana nicho kitu nilichokwambia. Nini tena jana? Mwanangu unasahau vitu vya muhimu kinoma. Unajua ushazungumzia kitu jana unajua. Sasa hiyo ni leo. Nilikwambia jana kwamba yule dada yule au yule rafiki yangu jana nilimwambia kwamba kuna sehemu na michezo ambayo naweza nikapeka hela nini mwisho wa siku nikavuna faida au sio? Nakumbuka sasa hapo nakumbuka niambie. Sasa leo kaja kunipa mrejesho kwamba mchezo ameupata unaona. Sasa mchezo wenyewe mchezo wa kikoba ambao yani una faida nyingi sana. Sasa hapo nilikuwa nabasubiri niulize. Huo mchezo bwana. Yaani kwa wiki kwanza unapeka 5,000, unaona? Alafu pia unaweza ukakopa. Ukakopeshwa nakupata. Unaona? Alafu ukishapeka 5,000 kwa wiki. Alafu tena mwisho wa mwaka hiyo hela uliokuwa unaipeka kila wiki. Yaani huo mkoba unavunjwa. Unapewa hela yako ulioivuna ndani ya mwaka mzima, unaona? Hebu sio unaelewa hapo? Kupata mjomba, kupata vizuri. Alafu kwenye mikopo ngoja nikwambie vizuri. Unakopeshwa muda wote, unaona? Sasa mimi pale ndio kwenye mikopo hapo kwamba nimeona kwamba hata usiku nini janga limetokea mtoto anaumwa nini? Fasa hospitali. Si unajua tuna watoto mwanangu. Sasa niko nakushiriki kama rafiki yangu, yani unaonaje mchezo tukaingia kama rafiki, maana tunafanya kazi sehemu moja nini? Tuko pamoja, unaonaje tukashirikiana katika mchezo alafu mwisho wa siku tunatoka kwa pamoja. Sasa kutoka peke yangu bwana, nataka tuwe pamoja. Kuna vitu vya msingi sana umeviongea hapo, pointi za msingi sana. Limelia la mgambo, kiona mtu analia kuna jambo, huku kwetu kumenoga. Tawa Muungano, usivamie vikoba. Tawa Muungano, utokotwa kama boga.